naelewa hivi kama kile kinakuja kwa kizangu kwamba sasa huyo roho ambaye walimsubiri Yerusalemu ilikuwa ni wa mamlaka ya kwanza kufanya kazi, sivyo? But hapo kabla huyo roho hajawajia yaani kuwaruhusu, kuwapa ruhusa, hajawaruhusu, walikuwa naye lakini alikuwa bado hatendi, sivyo? Sasa kupewa sasa authority kwa sasa nendeni mtende, sivyo? Sasa ndio huyo roho ambaye alipokelewa Yerusalemu. Lakini yule walikuwa na Roho Mtakatifu lakini alikuwa bado hawajapewa mamlaka ya kufanya kazi, sivyo? Sasa hapo naelewa ama hapo nimekosea? Sasa hapana, hujakosea. Labda uulize kama hujaelewa au unataka kuelewa. So hapo mwalimu anaweza kusaidia aweze kufafanulia kwa sababu uweze kuelewa. Kwa sababu Biblia inasema hivi. Kuna wakati mitume walipewa mtu kumuombea, ule kumuombea kwa kifafa. Wakashindwa kumtoa ile kifafa. Ndipo akapata kutoka. Mpaka mwenye mtoto akasema kaenda kuwashtaki kwa Yesu kwamba hii pepo nimepea hata mitume wako wakashindwa kumtoa. Inakuaje? Ndipo Yesu akawa anajibu kusema kwamba mambo mengine hayatoki ila ni kwa kufunga na kuomba. Sasa ingekuwa walikuwa wamepewa uwezo wa kutoa hao, walikuwa na uwezo, huyo pepo angetoka. Lakini sasa kumaanisha kama walikuwa na roho, basi huyo roho alikuwa bado hajaanza kufanya kazi wao. Mwalimu kusaidia kusaidia ni vizuri kuelewa nini roho kwanza. Roho ni nguvu za Mungu. Na kwa sababu roho ni nguvu za Mungu, Mungu anapeana kidogo kidogo. Lakini uwezo wa kutoa pepo ni tabia. Kipindi kile hawakuwa na tabia ya Kristo. Maana anasema kwa jina la mtatoa nini? Jina manake mamlaka na tabia. Kwa hivyo kipindi kile bado ile tabia ilikuwa haina ndani yao. Hiyo tabia haikuwa. Sasa ukiwa na tabia ya Kristo, unajua kuna watu wamezoea kama leo Kenya kimezoeleka kwamba kutoa pepo lazima ushauti. Upige kelele, pepo tokaji. Lakini Yesu hakuwaifanya hivyo. Hata mitume walipokuwa wanafanya hawakufanya hivyo. Lakini leo watu wamezoea ni sasa ni tabia. Kama huna tabia ya Kristo huwezi toa pepo. Na tabia ya Kristo ikiwa ndani yako, pepo hawezi kusongea. Leo tunakosa tabia ya Kristo, ndio maana tunafanya nini? Tunakuta tunaiba. Hiyo ni pepo bado, lakini tunazini. Hiyo ni pepo lakini bado ni ya uzini. Hizo zote ni mapepo. Lakini tabia ya Kristo ikikuwa fully ndani yetu, pepo haiwezi kukaribia. Na pia ukikaribia mwenye pepo, naye anafanyaje? Ukimuombea hata kwa kuzungumza na yeye. Najua kuna kitu ambacho watu wanafaa kuelewa. Kutoa pepo si lazima mtu akuombea, kuwekea mikono, akutingize nini hizo vitu, hapana. Pepo katika hali ya kuhubiri, unapopeleka lile neno, maana unawakilisha Kristo, tabia yako. Sasa hiyo tabia unapoipeana pale, kuna mtu anasikia alikuwa mwizi na umezungumzia kuhusu wizi na akaamua kuacha. Ina maana hiyo tabia moja kwa moja imemuingia yule mtu, umetoa ile pepo ambaye alikuwa nayo na mambo kadha wa kadha. So katika habari za kupeana, unaona katika ukisoma Yohana 20 anasema hivi, 20:21 na 22. Anasema basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. So unaona? Manake aliwapa kidogo. Lakini sasa siku ambayo ilikuwa, maana bado kulikuwa na differences. Wanafunzi wenyewe kwa wenyewe walikuwa hawaelewani. Sasa ndiye akawaambia, sasa ameshafuka, akakaa nao siku 40, akaendelea kuweka sawa mambo ya. Baadaye sasa akawaambia, sasa mkae hapa msiondoke, manake mmalize tofauti zenu. Sasa mkisha maliza hiyo tabia Kristo ikija, hizo nguvu zitakuja inifu. Ndio baada ya siku 10 wakawa wamemaliza mambo yao, nguvu zikakuja. Sasa ndio wakaanza kufanya lakini sio kwamba hawakuwa na roho. Wamekuwa nayo lakini kwa kipindi muda kipimo kipi hivyo ndio ilikuwa inafanyika.
Sasa hapa tunaelewa sasa. Tunaelewa. Okay, tuendelee. Tuko kwa 6. Swali la 6. Ahadi hii ilikuwa nini? Ahadi hii ilikuwa nini? Matendo ya Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hivyo tumekwisha ona ahadi. Pia tunaweza kuongezea katika kitabu cha Luka ambao tulikuwa tumesoma pamoja na Yohana 14:16 tutapata hiyo ahadi. Yohana 14:16 na 26 alafu 26. Nami ninamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa hivyo hiyo ndio ahadi ambayo mitume walikuwa wapokee. Sivyo? Ndiye Roho ambaye tuliona kwamba watafanya nini? Watabatizwa kwa Roho. So tunaingia katika swali la 7. Brother James, some swali la 7 nasemaje? Wanafunzi walimuuliza Yesu swali gani wakati huu? Wanafunzi walimuuliza Yesu swali gani wakati huu? Matendo ya Mitume 1:6. Nasema basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Wakamuuliza, rudia tena. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Kwa hivyo hayo ndio maswali yenye wanafunzi waliweza kuuliza Kristo, si ndio? So kumaanisha hao watu wa Wayahudi wengi wao walikuwa watu wa maswali. Walikuwa wanapenda sana kuuliza Yesu maswali mengi sana. So tutapata kwamba hata kuna maswali mengine ambayo Yesu aliweza kuulizwa katika kitabu cha Mathayo 24:3. Hebu soma hiyo maswali tusikie. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo. Tuambie mambo hayo. Yatakuwa lini? Walikuwa wakipenda sana kujua mambo mengine. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Alafu pia kuna maswali fulani ambayo Mafarisayo waliweza kumuuliza Kristo katika kitabu cha Luka 17:20. Hebu tusikie maswali haya. Luka 17:20. Nasema hivi. 17:20 Luka. Nasema kwamba na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Walikuwa wakipenda sana kumuuliza Kristo maswali. Sasa wanafunzi walipomuuliza Kristo maswali haya ambayo tunapata katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:6. Walikuwa na sababu. Si ndio? All along Kristo akiwa anafanya kazi, wakati alikuwa anahubiri kuhusu ufalme wa mbinguni, mitume walikuwa wanafikiria vitu zao tofauti sana. Wao walikuwa
walikuwa wanafikiria eti kila mara Kristo anaongelea kuhusu ufalme wa huu ulimwengu. Sawa sawa. Kwa hivyo wakati ambapo wanamuuliza maswali kama haya, wao walijua ya kwamba Kristo mwenyewe ndiye atakuwa mkombozi wao. Kumbuka kwamba Kristo wakati alianza kazi yake, walikuwa katika kipindi cha utawala wa Kirumi, si ndio? Kwa hivyo wao wana wa Israeli walikuwa wamekuwa chini ya Urumi, si ndio? Kwa hivyo wao walikuwa wanajua ya kwamba Kristo ndiye atakayerejesha ile ufalme wao. Na ndio kwa maana wanakuja wanamuuliza maswali kama hawakuwa na habari ya kwamba Kristo alikuwa anaongelea ufalme mwingine tofauti kando na hii yenye wanafikiria ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo Kristo alikuwa akizungumzia kuhusu ufalme wa mbinguni, wa kiroho, sio wa kimwili. Ndio. Sawa sawa. Lakini baadaye walikuja na wakawa na ufahamu ya kwamba si ufalme wa ulimwengu huu ambayo Kristo anafanya nini? Anazungumzia. Bwana Yesu asifiwe. I think tuko kwa swali la 8. Jibu lake lilikuwa nini? Jibu la Yesu lilikuwa nini? Acts 1:7. Wait. Yeah. 7. Tusome kama tutapata jibu. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe.